Ila mume wangu, kijiji chetu kwa sasa kimekuwa na amani tangu aondoke mzee Kausha. Ni kweli mke wangu. Kwa sasa kuna furaha sana. Karibu mtoto wa chifu. Asante. Karibu sana. Mjumbe, lengo na mazumuni la kuja hapa kwako, nimekuja kukuaga. Nataka nirudi nyumbani. Muda umefika wa kurudi nyumbani. Nimekuja hapa kwako ili unipe ruhusa niweze kurudi nyumbani. Vipi yule binti uliochumbia? Kabla ya kurudi nyumbani, nitaenda kuonana naye ili niweze kumtaarifu kuwa narudi nyumbani. Sawa kijana wa chifu. Mimi nakutakia safari njema. Wanjigija, nipe taarifa kijana wangu. Mkuu, kuna tukio nimeliona wakati nafuatilia watoto wako. Kuna kijana amegeuzwa kuwa gogo. Hivyo kuna binti amekuja kubeba gogo lile bila kujua kama mbeba kakake. Vizuri sana Wanjigija. Sasa kuna kitu nataka tukifanye sasa hivi. Inabidi uchukue sura ya mke wangu Mama Nyachiro ili uende kuzuia huyo binti asipasue hilo gogo. Maana tukichelewa kidogo tu akalipasua, kijana huyo atapoteza maisha. Kwa hiyo wahi haraka sana mfanye hivyo. Majani mabichi yanatoa uzima, matawi yanashikilia historia, ni kivuli kwa waliochoka, ni tumaini kwa waliona njaa. Ranyisha we! Bayozo mume wangu, umekuaje? Umekuaje? Mke wangu. Nimepigwa fimbo. Umepigwa fimbo? Ndio mke wangu. Umepigwa fimbo na nani tena? Kijana wake na Kausha. Lakini pole mume wangu, pole. Lakini kumbuka nilikwambia ile ndoto niliyoota. Unaona hao watu ni wagumu.
Lakini hujaumia. Nimeumia mke wangu. Odi. Odi. Karibu. Unaniumiza. Unaniumiza. Wazulai. Soya. Samani. Mayunga nimemkuta? Hapana, hayupo. Aliniaga natoka lakini hadi sasa hivi hajarudi. Basi sawa. Akirudi, mwambie Njolai mdogo wake na mjumbe alikuwa anamtafuta. We binti, ukikuta kitu kimewekwa njiani, kiache kama kilivyo. Hujui kama ni cha nani, sawa? Nakupa onyo. Hili gogo ni langu. Nililikata kwamba talipitia, afu nakuta halipo. Sijui umenielewa? Tena achana nalo kabisa. Ukijaribu kulipasua, utafanya kitu kibaya. Tena hili gogo, naomba ulihifadhi. Nikitoka kwenye mizunguko yangu nitalipitia. Wanangu, nishajua nini kimetokea msituni. Kwa hiyo nenda ndani mkapumzike. Mama, matunda ambayo umefuata yako wapi? Mama, achana na matunda kwanza, kuna jambo tunataka tukuulize. Jambo gani hilo? Mbona baba anakuwa anafahamu jambo kabla hatujamwambia? Eti mama, labda utueleze au baba ni mchawi? Hebu kaeni kimya. Baba yenu sio mchawi. Sawa? Mkuu, nimeweza kumzuia yule binti asimzuru kaka yake.
Vizuri sana kijana wangu Wanjigija. Sasa basi, inatakiwa nipambane na yule mzee ili niweze kunusuru maisha ya kijana. Nimtoe katika hali ya kuwa gogo, arudi kwenye mbele lake ya kibinadamu. Sawa kijana? Endelea kufanya kazi hivyo hivyo. Nitakutunuku nguvu nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Kijana, nadhani ni muda mrefu sana unaishi hapa. Lakini ninavyokuona kwa sasa uko vizuri kiafya. Kwa hiyo, leo nakuruhusu uondoke nyumbani ili ukaione familia yako. Umenielewa? Asante sana mzee. Nashukuru kwa msaada ulionisaidia. Ngoja mimi niondoke. Subiri kwanza kijana. Huwezi kuondoka hivi hivi. Jukumu langu ni kusaidia watu. Nitakupatia hirizi 2 ambazo zitakuwa ni msaada kwako. Na kama ukizidiwa sana na mashambulizi, utataja jina langu mara 3. Na hapo nitatokea nitakusaidia. Umenisikia? Sawa mzee. Mke wangu, hizo hirizi nilizokupa, hirizi nyeusi mfunge kwenye mkono wake wa kushoto huyu kijana. Hirizi hiyo nyekundu utampatia ila kamvarisha ndugu yake anayeandamwa. Utakuwa ni msaada mkubwa zaidi nilompatia. Dada, kwa nini mnanishangaa na kuniogopa kiasi hicho? Nakushangaa kwa sababu tulipata taarifa kuwa umeuawa na mzee Kausha ndio leo kuua. Sasa nakushangaa ninapokuona hivi mbele yetu. Wewe sio kaka. Unakumbuka kipindi unakuja kuniambia mzee Kausha alikutongoza kwa lazima? Nilivyomfuata alinipiga kimbora la kichawi. Pale nikapoteza fahamu. Ila alitokea mzee mmoja wa kijiji jirani. Alinisaidia na kunipeleka kwake. Pia akanipa na kinga ambayo ndio hii hapa. Akanipa na kinga nyingine nije nikupatie. Nikuvishe ili kujikinga zidi ya mzee Kausha. Maana siku za nyuma alikuandama sana. Kwa hiyo inawezekana nikakuvisha. Sawa kaka, sisi tumekuelewa. Lakini kwa sasa hivi mzee Kausha hayupo, ameshafukuzwa hapa kijijini. Sasa mimi ninavyoona hiyo kinga haina maana sana kwangu mimi kwa sasa hivi. Hapana. Inabidi hii uwe nayo. Sio mzee Kausha tu. Hiki kijiji maana ni kibaya. Hujui kesho na kesho kutwa mengineyo yanaweza katokea. Na Koleta yuko wapi? Walienda kwa mjomba. Dada Koleta pamoja na alienda, ila baadaye alirudi peke yake. Sasa sijajua, atakiwa umuulize yeye mwenyewe, atakueleza. Lienda. Hebu nieleze. Koleta. Ni kweli chozungumza mdogo wangu. Dada aliamua kukaa kwa mke wa mjomba kwa sababu mke wa mjomba alikuwa anajisikia vibaya. Imekuwa vizuri sana kukutana na wewe hapa.
maana nilikuwa nakuja nyumbani kwenu ili nikupe taarifa kwa niende nyumbani kamwambie baba kile kilichokuwa kimenileta kwenye kijiji hiki tayari nimeshakipata. Oh. Ni vizuri. Umekuwa na bahati sasa kwa sababu huu mguu ulioona sasa hivi nilikuwa naondoka hapa na nilikaa kwa mjomba wangu. Kwa sababu kwa mjomba kuna dada yangu alibaki kule kwa sababu ya kumsaidia mke wa mjomba kazi. Alikuwa anajisikia vibaya. Sawa, sio mbaya. Lakini mbona nakuona una hilizi? Hii hilizi nimepewa na kaka yangu. Nilikusudi niweze kujikinga dhidi ya kausha. Kwa sababu kuna vitu vibaya pale mwanzo aliweza kunifanyia. Hapana maliki yangu mtarajiwa. Lungu yangu hii ina nguvu zaidi ya hiyo hilizi. Na bora ungeivua tu.